Welcome wangwana, siku zote mimi ndiye mfalme. Leo nataka tufanye mahojiano, maswali ni 5. Hasa kwa wafawidhi ama ma MCs wa Bosongo. Karibu sana msee. Ya, nashukuru sana mwenzangu. Wanakuita nani? Mimi wananiita MC Monda ama ukipenda jina lingine linaitwa James Monda ama Monda mwenyewe. Wewe ni MC chipukizi ama mfawidhi chipukizi? Kabisa. Umewahi fanya UMC mahali? Kabisa, nimefanya maeneo tofauti. Changamoto ni zipi? Changamoto kwa hizi. Yaani competition iko kwa hali ya juu. Panga lugha yako. Yaani seme example, nimefika mahali ground, nimeitwa niende ku MC. Then kutoka hapo nakutana pia kulikuwa na MC mwingine hapo. Ndapo mimi nilikuwa nimejipanga kivyangu, kumbe alikuwa wameplan yani design nyingine, wako na MC mwingine bila mimi kujua. Hiyo inafanya. So hiyo ni changamoto moja napatanga. Sasa swali kwa hilo. Hiyo ni changamoto ambayo iko humu Kisii ama hata nje ya Kisii? Hiyo ni changamoto imo kila mahali. Ukienda Nairobi, ukienda mahali popote, hiyo ni changamoto tu iko. Yani ukienda unapata like umeitwa mahali, uende kufanya maybe UMC hivi sasa. Unapatana like mko watu MC more than 3. Na hao wengine unapata kama wakati wa malipo, unapata washalipwa. Na wewe umeitwa na hujalipwa. So unakuja huku unapata kumbe isha booked. Kila kitu washa organize. So unafanya kazi ya kanisa. Umefanya tu kazi ya bure tu. Kumbuka mahojiano haya yanakujia courtesy of Kawa Studios pamoja na mfalme himself. Hapo YouTube ni Mindlab Media. Changamoto ya 3 ni ipi? Changamoto ya 3 ni hile, yani kwaya mingi huku Kisii, kwaya mingi sana zina complain. Mbona zina complain? Wanasema MC wengine wamekaa mikora, unapata MC maybe ama kwaya imelipa MC pesa. Unapata huyo MC anatoroka na pesa hata bila kuwafanyia kazi. So inaleta ile kitu ambayo tunaita like kutoelewana katika MC. So unapata kwa inachukia MC fulani na maybe ikikuona na hiyo MC anasema maybe hao wanaweza kaa wizi wa kuiba pesa, maybe wanataka kutukona. Lakini ni vizuri, mimi ningependa kuambia hivi vizuri kwamba hii kazi ya MC, be loyal to your clients. Yani be loyal, hata kuwafanyia maybe unataka kuwakona nini, fanya kazi yako safi tu, yani unaridhika kutoka kwa roho. Hata wao wenyewe wanasema indeed umefanya kazi safi, hata wakikulipa unapata tu mali kwa safi kabisa. Kwa hivyo una ushahidi kwamba kuna baadhi ya MC sama wafawidhi ambao wamezila zile hela za makundi fulani. Sasa nichukulie mfano, sitaki uniambie MC ni mgani, lakini ni kundi ni lipi ambalo umesikia wamesema pesa zao zimeliwa? Yani hapo kwa kundi siwezi anza kutaja kundi hapa. Maybe unajua nikitaja kundi wanaenda kusema Monda anasema huku kule. Hapana, mimi ni kile tu ningeweza kuambia bwana MC ni kwamba hii mambo ya ukorokora hapa town tuachane. Hata kukuwa na guilty na mwenzako na hata kukaa conman, kaa tu loyal to your clients wako. Hata unakupatia tu kazi roho safi, hata kama unapata tu kazi kidogo uridhika nayo. Hata kukonikoni watu hapa town, no bill, kaa tu open na watu. Ya hiyo naweza ambia. Advice mzuri sana kwa wale MCs ambao wanazila pesa. Sina ushahidi, lakini nimesikia hiyo mara ya kwanza kwamba ma MC mnasila pesa sawa wanachama na makundi mengine ambayo yanaimba. Wewe kama kijana, kipato chako cha kila siku ni kipi ambacho unajishughulisha nazo? Apart from being an MC, unafanya kazi gani nyingine ile ambayo maybe mtu anaweza kuwa na connection mahali, maana Kenya ya sasa connection. Mimi kazi mostly yani nafanyanga ni kazi tu ya online hapo mitandao, online marketing. Online marketing in short. Yani ukitaka kunifuatilia mzuri, wewe ingia tu hapo hivyo kwa YouTube ama mahali Facebook
channel, unaweza search hapo MC, au unaweza search hapo Monda mwenyewe. Unaweza nifuatilia hapo. Mimi nafanya mashughuli za online business hivyo tu, hiyo tu ndo kazi nafanya. Pia kuna kazi zingine ambazo zizi tata hapa zangu zenye nafanya ni zizi tata hapa hivi juu niliambiwa nisitaja kazi nafanya specific kwa sababu kuna wale marafiki maadui ambao wanaweza kuteka nyara hata usiku wa manane jamani. Lakini wewe si Sifuna. Mimi si Sifuna. Wewe sitekwa nyara. Anyway, nilisikiza kuna muungwana alitaja mahali. What do you know about sugar mummies? Sugar mummies. In short, sugar mummies, what I know about them, venye mimi najua. Kupata sugar mummy ama tuseme uko na sugar mummy mahali. Hiyo ni kama ni bahati bwana, hiyo ni bahati mzuri kwa sababu so sugar mummy siku hizi ni mabahati. Hiyo ni bahati kwa sababu kivipi? Kwa sababu sugar mummy mtu anakuweka mzuri, lakini pia wewe usitaka kuweka, wewe usimweke vizuri venye anataka. Wewe unacheza chini, wewe anakuweka vizuri, wewe unacheza chini. Sasa kucheza chini huku ni ukupi? Maana pia ningependa kufahamu kucheza chini vipi? Yaani chini inamaanisha kwamba yani maybe anakupea mapochopocho hapo mahela hivi, kudunga safi hivi. Sina maana kwamba huko na sugar mummy. Ila huko safi bro. Mimi always I'm smart from Monday to Friday, man. I'm always smart. You do suits? Yeah, not even suits. Officials and my suits is what I like mostly. My bro, you have money. I like it. You have money. Even if I don't have money, maybe I do my best. Last month, dress month. Yeah. You are addressing single mothers. You always are addressing single mothers. What is the problem with them? Single mothers, firstly, ningependa kuambia hivi. Single mothers ni mtu mwenyewe anajituma na ni mtu mwenye anajua what's life. Single mothers sikiza. Hasa niweleze ma single mothers mahali popote mlipo yani wasikate tamaa. Never give up about life. Kwa sababu wewe ambao umezaa ulikuwa na bwana mahali akakuacha. Huyo bwana ni kama alikuwa wastage kwa maisha yako, ni kama alikuwa amefunga mibaraka. Sasa hii umepata mtoto umeneneba bana, umebeba hapa hivi tunashangaa kumbe ni nani? Kumbe bwana mwenye alikuwa na yeye alikuwa anampatia stress. Sasa hii ni maisha mzuri. Kwa hivyo mabwana ni laana. Mabwana sijasema ni laana sana kwa sababu umesema ulipata bwana akakupa hivyo. Kuna wale ambao wanakupa stress. Kuna unaweza ngukia bwana akupe stress, unasema hata mimi hata tu nikae single mother. Kwa sababu lakini kulingana na utafiti ambao nimeufanya, ndoa zote hakuna yenye ni kamilifu, kuna kukwaruzana. Yenyewe kuna kukwaruzana, lakini unajua kukaa single mother, lakini venye sometimes it hurts a lot sana, lakini unapata mwanaume mzima umepajika mimba mwanamke ama msichana mahali na unamwacha majukumu na unamtweka tu majukumu, ulikuwa umemdanganya nitakufanyia hili nitakufanyia lile na hapo unamwacha tu hanging. So I feel it bad because it hurts a lot, but it's good wherever unapatia huyo msichana ama mama fulani mimba, just be careful and mlinda na chukue majukumu yote, take care of the responsibility. So yeah, something like that bro. So kwa hao single mothers kuna wenye wamefanywa single mothers na waimbaji kabisa kabisa. Yani hapo kwa waimbaji juu mimi sijaika interacted sana na SDA women nianze kuuliza nani uko na mimba nini au uliacha Wenda kuna rafiki amekwambia mimi nilikuwa na date sama fulani akanipachika mimba, maybe anaimba na kundi hatutaki kulitaja, lakini kwa ujumla kunao ambao wamepachukwa mimba haswa na waimbaji ama waimbaji kwa waimbaji alafu wakakepa majukumu kitu kama hiyo. Kuna rafiki yangu mmoja na si Mkenya, ni Mtanzania. Alikuja Kenya, maybe alikuja kunitembelea Kenya huko. Wamefika mpaka kwa suluhu. Wameshafika. Bro, kama una date Mtanzania basi huko mbali. Yaani Mtanzania akaja Kenya mpaka bro. Kama Mtanzania akaja Kenya kunisalimia mimi, kunitafuta kunisalimia. So tulikuwa tu ile hamla ya kujuana hivi. Nimependa akili yako. Kama Mtanzania yotoka Tanzania anakuja Kenya tu. Kuja salamu tu. Kuletea Mkenya. Nyewe ni Sifuna. Mimi si Sifuna. So like akanielezea maybe about
hiyo SDA to an SDA lady, SDA man and an SDA lady maybe wanaimba kundi fulani na mwingine anaimba kundi fulani. So unapata huyu mwanamke ama mwanaume amepajika mimba mwanamke mwingine mwenye anaimba kundi fulani, kwa sababu yeye ni chairman ama ni secretary wa kwaya fulani. So wakaelewana, hiyo maelewano ikafika mahali maybe wakakorofisana, waka nini wakaachana. Si kwa kupenda, maybe wakaachana, maybe kulikuwa na mashida fulani na fulani ikabidi waachane. So wakati waliachana, so inaleta tatizo kubwa, akamwacha tu kama single mother. So inaleta tu tatizo. Yeah. So hilo ni jambo ambalo naendelea kulifuatilia kabisa. Nifanyie utafiti nifahamu kwamba hayo madai, maana nimeyasikia, si mara ya kwanza nimeyasikiza. Kufikia kiwango nimekupa swali hilo, basi nimeyasikiza sana, nimeyasikiza hapa na pale. Kwa hiyo sasa ungependa kuadvise sasa mimi kama kiongozi wenu ma single mothers dunia. Wewe ni kiongozi wa single mothers? Yeah, of course I'm a single mother of single mothers. But you are not a mother, man. Mimi ni kiongozi, wani mume kiongozi. Yani kiongozi, yeah. Instead ukue kiongozi wa Single Fathers Association, unakuwa Single Mothers Association chairman. Of course, because mimi niliamua kusimama na wao. Na si eti kusimama na wao sasa niko unawa sponsor. Wakati niko na kitu kidogo huko kwa simu, at least mtu akiniambia kuna shida fulani namsaidia, kwa sababu hizi mali zote ni za dunia, bro. We won't be living with money forever. Uko na miaka mingapi, bro? Mimi, bro, I'm turning 28. 28 years. I'm turning 28. 28 na wewe ni sponsor. Yeah. I'm small but I wonder ukifika 70 utakuwa umesponsor watu wangapi? Anyway, ni kazi ya Mungu. Anyway, natumai juma lijalo tutakuwa na maswali haya kwa undani zaidi. Nikiisha yafanyia utafiti hapa na pale, ndo nifahamu kwamba haya madai yapo kiukweli katika makundi yetu ambayo yanatuburudisha katika nyimbo. Madai haya yapo ya kuwapatika mimba na kuna madai pia kwamba kuna wangwana pia ambao wameamua wao harusi ya kichinzia moja ndo haki yao. So ni madai tu, lakini nikiyafanyia utafiti basi kumbuka mfalme nitakuletea papa hapa. Meanwhile, Jemo, mtu akitaka kukufikia huenda ako na kazi mahali ya UMC, nataka kukupa kazi ukaifanye, atakupata vipi? Mitandao, nambari ya simu, ili iwe rahisi kwa yule client wako kufikia. So watu wangu, ningependa kuambia kwamba mimi firstly I do a lot of work. Nafanya kazi, wanasema usipogue kazi ni kazi. Na usikuwe na njia moja ya kupata kipato. Uwe na mingi. Kuwa na mingi. So mimi ukitaka kunipata rahisi, yani maybe firstly inapatikana kwa platform za Facebook. Unaweza search hapo Monda. Ukiandika Monda inakuletea hapo picha yangu, unaweza ona, you follow up. Then from there, if you have some issues, you can share with me, or if some advices, we can share together. Okay. Na kitu kingine, wale ambao wangependa kupata namba yangu, ningependa kuwasomea kutoka, muandike hapo ama unaweza weka hapo kwa simu yako nitafute. Nambari ni 07 0 210 89 50. 07 0 210 89 50. Yeah. Sasa hapo ndo wanaweza nipata rahisi, na ukitaka kunipatia kazi ya MC, mimi nipo. Jina ni moja, MC Monda, na kwa platform ni Monda. Wewe nipe kazi, mimi nitapiga kazi safi, na ujue hivi kwa yeyote heshimiwe, hata kama inaanza leo ama itaanza, lazima heshimiwe na lazima kazi safi fanywe. Usiudhurumu. Nimepata kuna MC hapo wengine hapa Kisii, napata MC ameiva amekaa nini, anaanza kudharau, wewe mdogo hauna nini, anasema mtoto mdogo hauna nini, hela nini, mtoto mdogo wewe nini. So those guys, hiyo ni negative, lakini mimi nasema God's time is the best. Ipo siku pia utafanikiwa. So usijaribu kudhulumu ama kudharau mwenzako kana kamba leo ana, kesho pia itakuwa mzuri kwake. So those SDA choirs, I'm just requesting you in a humble way. Mimi kama MC mdogo najipuka, pia nifanya kazi na kina Welton na kina Kawa na MC wengine. So ningependa tu
Kama support. Nipe tu support. Support yake ambayo anahitaji ni kazi. Ni kazi. Kwaya leta kazi. Ukiwa na harusi, ukiwa na launch, birthday, night vigil, niite bwana. Namba uko nayo. Namba uko nayo. Bei yake ni ya kutupa. Ukitaka kufahamu bei ya kutupa basi mpigie simu. Ukitaka bei hapo ni tunaongea kando. Nashukuru sana kwa wewe mtazamaji.